Karibu tena, tuianze movie yetu hii hapa. Kali sana. Bwana huyu dada anajiita Madam Boss. Yuko zake chumbani. Kijana wake wa kazi amefika hapa, lakini alipofika akamwambia, sikia, hebu naomba unisaidie kunivisha hii cheni hapa shingoni. Basi dogo kabidi afanye vile. Alipomaliza inataka kuondoka, akamwambia, kuna mafuta yako hapa please. Hebu naomba unisaidie kuweza kunipaka katika maeneo haya. Ni maeneo ambayo yanahisia sana. Wakati naendelea kumpaka, dada akawa kama vile anapata hisia fulani hivi. Chizi kabidi aage, bwana, mimi nahitaji kuondoka please. Nimekuletea tu faili hapa za ofisini. Alipoondoka, dada akamtazama kwa mahaba sana. Huyu anaitwa Madam Luz, ni bosi wa mchizi pale, anaitwa Devi. Leo yuko zake hapa ofisini. Kidogo Devi anafika hapa. Alipofika akamwambia, samani, hivi vitu nimevikuta pale mezani kwangu, je, vya nani? Akasema, hivyo nimeandaa kwa ajili yako. Akasema, we, zawadi ina maana ni vya kwangu? Akasema, ndiyo, unajua wewe unafanya kazi sana kwa bidii, kwa hivyo nimeona nikuzawadie please, hizo ni za kwako, alafu kuna kitu kingine nitaandaa kwa ajili yako, hata usio na wasiwasi. Chiza kawa na mashaka sana. Kidogo Madam Lucy akasimama akamwambia, sikia, usiogope, ndani yake humu kuna saa hii hapa ya thamani sana. Hii saa ni kwa ajili yako, kwa hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Chiza kamtazama, saa ni ya bei ghali sana, alafu amepewa kama zawadi. Je, nia yake ikoje? Lakini ni huku ndani kuna binti mrembo huyo hapa anaitwa Grace. Chiza alipofika, ni mpenzi wake, wanaishi pamoja. Alipoangalia akaona kuna saa mkononi, ikabidi amuulize, we, hii saa umeipata wapi? Mbona ni gharama sana, alafu yani ni gharama zaidi, umeipata wapi? Akaambia, sikia, hii saa amenipatia bosi wangu kama zawadi, kwa sababu mimi ni mchapakazi sana pale ofisini. Akasema, zawadi? Hii saa ni sawa na mishahara yako mitatu, inawezekana vipi akawa amekupatia kirahisi kama hivyo? Akasema, ndiyo, ni hivyo tu, na hakuna kitu kibaya ambacho kinaendelea kati yangu na yake. Dada alielewa. Lakini usiku wa manane, Madam Boss Lucy anapiga simu, anasema, samani, kuna tatizo hapa nyumbani kidogo, nahitaji zile faili ambazo mchana tulifanyia kazi, kama inawezekana naomba uniletee mara moja. Ni usiku. Akiangalia pembeni, yuko mpenzi wake Grace hapa amelala. Atafanyaje? Kazi kwanza. Lazima amtii bosi wake. Ikabidi afike hapa. Alipofika, bosi kavaa kimahaba kweli kweli, ni nguo ya kulalia, kifua kimetuna hatari. Bwana, hii mitego ni hatari. Asema, kwa hiyo umekuja? Akasema, nimekuja, nimekuletea tu vitu vyako niweze kuondoka. Asema, jamani, mbona una haraka sana? Basi njoo keti hapa lao tupige story. Chizi akaambia, nilichokileta ni hiki, naomba niondoke. Basi asubuhi yake yuko na mpenzi wake hapa, lakini kama vile alikuwa anajistukia fulani hivi kwamba pengine mpenzi wake atakuwa amefahamu ya kwamba usiku ule aliweza kutoka. Dada naye yuko serious kidogo. Anamtazama akamwambia, samani, jana nilitoka alafu sikuwaga usiku ule, kwa hivyo usije ukajisikia vibaya. Dada akasema, haina shida. Akasema, ndio hivyo, lakini nimeandaa vitu fulani hapo kwa ajili yako, please twende ukapate breakfast. Dada akasema, hata usijali, lakini mimi nahitaji hii hapa kwanza. Anahitaji nini? Ni kisi. Lakini leo Madam Lucy kafika hapa, kasema, samani, hapa ndipo anapoishi Dave. Dada akasema, ndiyo, wewe unasemaje? Nani yake? Akasema, mimi ni bosi wake, nimempitia tu hapa twende kazini. Akasema, kwa hivyo unampitia mwende kazini, si ndio? Dada akasema, ndiyo. Kaambia, basi sawa, ingia ndani. Alipoingia ndani, Dave anafika hapa, anashangaa, wewe, imewezekana vipi umefika hadi hapo nyumbani kwangu? Akasema, samani, nimekupitia na gari hapa twende ofisini. Akasema, lakini hii sio kawaida yako. Akasema, ndio hivyo, mara moja sio mbaya. Akabadilisha basi nguo. Bwana mchizi anategwa. Lakini huku ndani dada Grace amekasirika, yuko zake hapa. Asa, mbona sielewi, yaani huyu bosi wako anafika hadi hapa nyumbani kwangu alafu anasema eti akupatie lift, ikoje? Chiza kaambia, ni kawaida tu, amenipitia hapa twende kazini, kwani kuna tatizo gani? Dada kuelewa, akamfuata kule. Akamwambia, sikiliza, kama wewe ni bosi wa mume wangu, basi nahitaji umsubirie mume wangu kazini na sio ufike hapa. Huyu ni mwanamume wangu, inaonekana wewe unanitaka kunibebea mwanamume wangu, si ndivyo? Hata sikia, naomba uachana naye mara moja. Dada naongea. Madam Boss anasema, unasemaje? Ina maana mimi ni muibe mume wako, si ndio?
Bosi kakasirika. Bwana mchizi anafika hapa, asema sikia, mke wako tabia yake ni ya kipumbavu sana, alafu mwambie ajifunze kuheshimu watu. Dada kakasirika, ikabidi apande juu kabisa. Chiza anajiuliza sasa, nimfuate bosi au nimfuate mke? Ni hatari. Lakini jioni hii ikabidi aende kwa bosi kuomba msamaha, maana kila ambacho kimetokea kama bosi akikiweka moyoni, basi kazi inaweza kuharibika. Akamwambia sikia, ninaomba msamaha kwa ajili ya mpenzi wangu, najua ana hasira sana na ameukosea. Akasema hata usijali, kwa hiyo umekujia hilo? Akasema ndiyo, nimekuja kuomba msamaha. Akasema sawa, mimi nimekusamehe, lakini nahitaji ukanifundishe kupika. Huyu madam bosi ana vituko, hajui kupika. Kwa hivyo mchizi akaona isiwe kesi, aende tu jikoni akamfundishe. Lakini wakati wanafundishana, dada akajikuta anamkisi mchizi hapa. Akamwambia sikia, naomba niondoke. Akamwambia uondoke wapi? Sikiza nikwambie, mimi ninakupenda, ninakuhitaji wewe. Kwa nini hutaki kunielewa? Sikiliza, kazi ipo, lakini pia nahitaji penzi lako. Chisa akaona yani hii ni hatari, ikabidi atoke. Lakini madam bosi alikuwa tayari ameshapandwa na hisia, alafu mchizi ndo kaondoka. Basi asubuhi hii hapa Devi kama kawaida kaingia zake katika majukumu ya kazi. Dada yuko pembeni hapa anamchungulia. Mchizi anawaelekeza wateja vitu fulani, lakini bibie yani amezama kabisa katika penzi lake. Baadaye mchizi kabidi apeleke ripoti, akamwambia wateja niliweza kumalizana nao, ile nitaji kunyanyuka. Madam akasimama akamwambia sikia, unajua nimekuwa dhaifu sana kwa upande wako, moyo wangu nakupenda wewe, please basi naomba ujigawe walau niweze kupata muda kuwa na wewe. Je, inawezekana? Ni pagumu. Atawezaje kujigawa sehemu mbili, kwa bosi na kwa mpenzi wake? Ni kitu ambacho nakiona kinaenda kuharibu moja kwa moja kazi yake. Dada nakuja kuamka hapa, namuuliza iweje, mbona haulali? Akasema wewe acha tu, lakini kuna vitu fulani nafikiria. Dada akasema sawa, lakini hebu sikiliza, kazi zipo, unahitaji upumzike sasa, na huu ndio muda mzuri wa kuweza kupumzika. Chiza akasema ni kweli, basi sogea karibu. Lakini leo wakati Devi yuko hapa ofisini, mpenzi wake anafika na fly kweli kweli. Anamuuliza kuna nini? Dada anasema nina mimba. Akasema we, ina maana naenda kuwa baba, si ndio? Akasema ndio, na majibu yako hapa, mimi ni mjamzito. Ni taarifa nzuri kwa upande wa kina Devi, lakini huku madam boss anajiuliza nitawezaje kumshawishi mwanamume yule ili mradi aweze kuwa na mimi katika mahusiano. Ninampenda, lakini nitafanyaje? Basi huku tunapanga mipango, watawezaje kufurahia furaha hiyo na waende wapi kutembea. Lakini Bibi Grace kuna kitu fulani kakisi. Akasema kuna mtu kama atuchungulia. Akasema kweli? Akasema ndio. Basi ngoja niondoke hapa, ni ofisini kwako, tusije tukasababisha matatizo mengine. Basi jioni madam ikabidi amuite mchizi. Akasema ripoti zote za kazi ziko sawa. Akasema sawa, na vipi kuhusu ripoti yangu? Ina maana haunipendi au unamaanisha kitu gani? Mimi kila siku nakueleza. Akasema bwana, mimi niko na mwanamke, alafu huyo mwanamke ninampenda, nadhani unamfahamu. Sasa sitaki kuharibu mambo. Akasema sawa, basi nahitaji usiku wa leo tuwe pamoja. Akasema siwezi nikafanya hivyo. Akasema hebu sikiliza, chagua kitu kimoja, kazi au uje tunywe dina leo usiku. Achague kitu kimoja, kufanya kazi au akubali kwenda kula dina na bosi wake usiku. Kama wewe ungechagua kitu gani? Kazi ina thamani sana. Chiza kaona bwana isiwe kesi, kwa kuwa tunaenda kula tu, basi ngoja niende kula na bosi wangu. Lakini wakati anaendelea kula, kuna kinywaji kikali kikaletwa hapa. Ikasema sasa tunatakiwa tuchangamke, please naomba unywe kinywaji hiki. Bwana mchiza alikataa, lakini mwisho wa siku atafanyaje? Dada na kunywa pombe ni kali kweli kweli. Bwana mchizi ile kuonja, sema hii ni hatari, lakini tunywe tena ndipo tutaiona tamu. Pombe siku zote mwanzoni ni chungu sana hadi uanze kulewa. Wanarudi nyumbani hapa usiku wa manane, wamelewa kweli kweli, wakawa wanajikuta wanaongea mambo ya ajabu. Kidogo hisia zikawapata. Hisia hizi zikawafanya waingie katika penzi zito. Kumbuka mchizi na mwanamke,
sijui itakuwaje, lakini asubuhi hii hapa Devi yuko zake hapa amelala. Madam alienda kuandaa breakfast kwa ajili ya mchizi. Anampenda sana japokuwa ni mume wa mtu, anamkisi kama hivi. Ikabidi jamaa kufungua macho. Hamini anajiuliza, hapa niko wapi na nimefikaje? Umenikosea sana, takiwa nivae haraka ili mradi niweze kuondoka. Kwa hiki ambacho umekifanya kikweli umenikosea na sitaweza kurudi tena hapa. Dada kaumia. Kufika hapa anamkuta binti amemsubiria maskini hadi amelala kabisa. Akamtazama kwa jicho la huruma. Dada anakuja kuamka, anajiuliza, ni wewe? Akasema ndiyo, ni mimi, nisamehe. Akasema no, hamna hata mja msamaha, kwani ulikuwa wapi? Mchiza asema najua nilikuwa kwa rafiki yangu, alafu nimechelewa sana ikabidi nilale pale. Akasema najua wewe unafanya kazi sana na ndio maana muda mwingine nakwambia upumzike, lakini mimi nimekuelewa, hata usiwe na wasiwasi, bali nilikuwa na wasiwasi juu yako. Kama umerudi salama, kila kitu kiko sawa. Mchiza akasema wewe ni kweli? Akasema ndiyo, hata usiwe na wasiwasi, hebu sogea hapa karibu niweze kukumbatia. Bwana mchizi alijua ataenda kukutana na moto, lakini kumbe dada aliweza kumwelewa. Anajua mwamba anapiga kazi sana, wakati mwingine achelewa kurudi nyumbani, kwa hivyo akaona ni tukio la kawaida sana. Lakini mchizi aliumia zaidi ya kuumia kwa sababu amemsaliti mke wake. Huko nako Madam Lucy anawaza na kuazua, anaumia, analia, anakunywa pombe kali kweli kweli. Mwanamume anampenda, lakini mwanamume wa mtu sasa itakuwaje na ataweza vipi kumteka? Hiki ndio kitu ambacho kinamuumiza sana. Leo akaja moja kwa moja. Alipofika hapa dada namuuliza, hebu niambie umefuata nini? Akasema nimemfuata huyu mwanamume. Akasema sawa, huyu ni mwanamume wangu, kwani kuna nini? Akamwambia sikia, nimekuja hapa kuweza kukuletea hii hapa boxer ambayo ulisahau katika chumba changu. Dada akatopiwa boxer ya mume wake. Dada amini anamtazama mchizi. Mwamba akaishiwa pozi. Atajiteteaje wakati boxer imeletwa hapa na mwanamke mwingine? Asema sikia, ninakupenda, lakini kama huyu mwanamke unampenda zaidi yangu, basi utakuja kuchagua kitu kimoja. Akasema usinitishe. Akasema no, sio sikutishi. Akamwambia hebu toka. Akasema sawa, natoka, lakini utaona kile kitu ambacho nitafanya. Wewe mwenyewe utafanya maamuzi sahihi. Lakini pointi, je, ataendaje kumwomba msamaha mke wake? Akamuelewa ni kesi ngumu. Kaingia mundani, anasema sitaki uniongeleshe kitu chochote, mimi naondoka. Akasema sikia, unajua huyu mwanamke alininywesha pombe alafu tukajikuta tumefanya mapenzi. Akasema sawa, nendeni mkanywe tena hiyo pombe muendelee kufanya. Akasema no please mke wangu, mimi nakupenda. Akasema upendo gani wa namna hiyo? Bwana, hii kesi ni ngumu na hauwezi ukapata msamaha kirahisi namna hiyo. Mwamba anapiga goti, lakini dada anasema hapana, kwa hili ambalo limetokea, please naomba niende nikapumzike. Leo anatoka nje hapa aelekee mishemishe. Anashangana kukuta mchizi huko hapa. Anamuuliza simama uondoke, umefuata kitu gani? Nenda kwa yule ambaye unampenda, kwa nini unakuja kuniomba msamaha mimi? Mchizi akasema sikia, unajua mimi ninakupenda, kosa limetokea, lakini naomba unisamehe basi. Si unajua nimekuelekeza kila kitu, ilikuwa ni pombe na sio dhamira yangu mimi kusaliti. Hebu nielewe basi. Dada kwa kuwa anampenda, upendo ni mzito kuliko mambo mengine, basi ikabidi amsamehe. Lakini leo walipoingia hapa ndani, mchizi akawa ameandaa mazingira mazuri sana kwa ajili ya kutoa kitu fulani. Ni pete ya uchumba. Anasema jamani, mbona umenisurprise hivi, tumetoka katika maugomvi hivi, nafikiri kweli naweza nikaivaa hiyo pete? Mchizi akasema hii pete ni kwa ajili yako, please naomba uivae. Akasema sawa, lakini sikuamini tena, hitaji tukae chini tuweze kuongea. Leo jioni ikabidi watoke, wako zao out hapa wanapata kinywaji kidogo, lakini mchizi akajikuta kama vile amepaliwa fulani hivi, anahangaika. Dada ikabidi amuulize kuna nini, mbona sikuelewi? Akasema nilikuwa tunakupima. Akasema jamani, unawezaje kunipima kwa kitu kama hiko? Lakini mchizi akapiga goti na kumuuliza, je, uko tayari kuolewa na mimi? Dada akasema yes. Bwana, furaha inapatikana na malengo yanawekwa hapa. Devi na Bibi Grace wanaenda kuwa mke na mume. Movie yetu inakamilika hapa.
lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa sana utakuwa umelipata. Funzo la kwanza, usije ukalazimisha mapenzi.